Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu siku ya Jumatano ya juma la 31 la mwaka A. Somo letu la leo linatoka katika Injili ya Mwinjili Luka sura ya 14 aya ya 25 hadi aya ya 33, na dhamira kuu ikiwa kumfuasa Kristo. Karibuni tusikilize somo la Injili ya leo. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana na Yesu, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume kwa wake, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyechukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi chini kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumalizia, asije akashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi? Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine, asiyeketi kwanza na kufanya shauri, kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiacha vyote alivyonavyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Neno la Bwana. Ndugu wapendwa, ninawaalika tutafakari neno la Mungu tulilolisikia hivi punde. Leo ni siku ambayo kanisa linatuasa kumfuasa Kristo. Hapa Kristo anawaeleza wafuasi wake kuwa wamweke yeye mbele kwanza kuliko kitu kingine chochote. Yesu hakutaka kuwaficha chochote juu ya wale wote wanaotaka kumfuata ni nini wanapaswa kufanya. Anatuweka wazi kusudi tupate muda wa kufikiri na tuweze kuamua vizuri na kwa usahihi juu ya kumfuasa yeye. Kumwamini Kristo ni kumfanya yeye awe jibu
katika maisha yetu. Na katika safari ya ukombozi, binadamu tunaumbwa pasipo sisi, lakini hatutakombolewa bila ya sisi kuonyesha mwelekeo wa kutaka huo ukombozi. Neno kuchukia kama lilivyotumika katika Injili halina maana ya kuacha na kutowajali kabisa wazazi, ndugu, jamaa na marafiki, la hasha. Bali kuchukia kuna maana ya kuwekeza nguvu nyingi kwake na sio mambo mengine, yaani upendo kwanza kwa Kristo, mambo mengine baadaye. Mfano wa mtu aliyetaka kujenga nyumba asikae chini na kuhesabu gharama na mwisho akashindwa kumalizia ujenzi. Hapa Kristo anataka kutuambia kuwa kama tunataka kumfuata, yatupasa tuhesabu kwanza gharama za kumfuata yeye. Katika mfano wa pili, Kristo anatutaka ili tuwe wafuasi wake ni lazima tutake amani na Mungu. Hapa tunapata uelekeo wa aina mbili. Mmoja anaweza kuchukua uamuzi wa kwenda njia yake na kuwa kinyume na Mungu. Hii ni kusema kutaka vita na Mungu. Je, katika hiyo vita utaweza kushinda? Pili, mtu aweza kuchukua uamuzi wa kwenda njia ambayo itamwongoza mtu kwenda kutaka amani na Mungu. Hii njia ya pili ni njia ambayo Kristo anayotuasa leo kupitia somo letu la Injili, ambayo inamtaka mtu ajikabidhi mzima kwa kila kitu kwa Mungu, kwa maisha yake, na hata awe tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Kati ya mambo yanayoambatana na ufuasi wa Kristo ni kama yafuatayo: kusikiliza neno la Mungu, sala, kufanya matendo ya huruma kama vile kuwatazama wagonjwa, kupokea masakramenti, hasa sakramenti ya upatanisho, yaani kitubio, kumsikiliza Mungu wakati wote anatutaka tufanye nini. Ukiangalia mambo hayo yote katika mwenendo wa maisha ya kila siku, ni kama yanapoteza sana muda wa kufanya mambo mengine ambayo kwayo tunafikiri kuwa ni ya msingi katika maisha yetu. Kristo anatuasa kumfuata kwa kuweka uhusiano mzuri kati yetu na yeye, pia na Mungu Baba aliyemtuma. Kristo anabainisha kuwa maisha ya imani ndiyo maisha yanayoonyesha uhusiano wetu na Kristo tunayemfuata. Tumtegemee Mungu katika utafutaji wetu, familia zetu na hata katika sehemu zetu za kazi. Kumfuasa Kristo ni uamuzi mgumu sana, kwani ndugu, jamaa na marafiki wakati mwingine waweza kutoelewa kuwa ni nini unafanya kile unachokifanya. Pia hawawezi kukusaidia na kuweza kufanya vitu ambavyo vitakuumiza zaidi. Lakini wewe waombee wakati wote, kwani kuna wakati utakuja ambapo watakuja kutambua ukweli. Mwisho, tufarijiwe na maneno ya Kristo mwenyewe akisema, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 6. Tumsifu Yesu Kristo.